Hello mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa chaneli yetu hii ya Manyoya TV. Ninayo habari tena nyingine hapa mkononi ambayo ni habari ngumu, ni habari naweza nikasema ni mbaya, ambapo Papa Francis afariki dunia leo Jumatatu ya Pasaka Aprili 21, 2025 akiwa na umri wa miaka 88, ambapo alizaliwa Disemba 17 mwaka 1936 huko Buenos Aires, Argentina. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, naweza nikasema ikumbukwe kuwa Papa Francis kuwa alipokea wito huo mwaka 2013 kutoka kwa Benedikti wa 16 ambaye alijiuzuru kwa hiari yake, na papa huyu alikuwa ni papa wa 266 wa kanisa Katoliki. Naweza nikasema ni papa ambaye ameweza kufanya kazi vizuri, ameweza kufanya kazi kwa ustadi ulio mwingi, na ni papa ambaye aliweza kumpokea papa mwingine akiwa amejiuzulu, na ni papa ambaye ameweza kuona mazishi ya mwenzake, au ameweza kuona mtu akiwa papa mwenzake ameweza kufa akiwa kwenye nafasi yake. Na pia naweza nikasema ni papa ambaye ameweza kumzika mwenzake, kwa sababu wakati huo amejiuzulu alikuwa hapo mazingira hayo, na mpaka siku anakufa ameweza kuona. Na wakati kikawaida au sheria iliyopo kwenye kanisa hilo Katoliki ni mpaka afe papa aliyokuwa akiongoza ndipo aweze kubadili mwingine na si vinginevyo. Niongeze pia kusema kwenye salamu za pole, ndugu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kufuatia kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis. Rais Samia Suluhu amesema kupitia mitandao ya kijamii, na nukuu: "Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi wa Tanzania, ninatuma salamu za pole kwa waumini wa kanisa Katoliki duniani kote," amesema Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Akiongeza na alisema kuwa mchango wa Papa Francis katika kudumisha amani na upendo na kuhimiza maendeleo ya binadamu utabaki kuwa kumbukumbu ya kudumu kwa vizazi hadi vizazi, hasa vizazi vya sasa. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amesema hivyo Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Historia yake kwa ufupi ya huyu ndugu Papa Francis, naweza ngasema aliwahi kuwa mlinzi, yani naweza kusema aliwahi kuwa bouncer enzi zake za uhai wake kabla mauti haujampata, na pia alikuwa mpenzi sana na msikilizaji sana wa mziki pamoja na soka. Naweza nikasema Papa Francis ikumbukwe kuwa papa aliweza kuishi na papa mwingine kwa sababu huwa wanafariki kwanza wale walio kuwepo kwenye madaraka, ndipo aingie papa mwingine. Lakini kwa wakati huu imekuwa tofauti kidogo, kwa wakati ambao yeye amechukua nafasi hiyo. Yule Papa Benedikti wa 16 alijiuzulu. Baada ya kujiuzulu akawepo maeneo yale ya kazi, na kisha akaendelea huyu wa sasa ambaye amefariki, ambaye ni Papa Francis ameweza kufariki, na wamekuwepo wote kwenye nafasi ile ya uongozi wake, na hata mpaka siku alipokuja tena umauti kumpata huyu Benedikti wa 16, na ndipo yeye akaendelea tena na kazi yake kama alivyozoea. Na ni papa ambaye amefanya vizuri kimaelezo, kimtazamo, kimonekano, na ni papa ambaye amefanya vingi sana vya kushawishi jamii ifanye vizuri. Ni papa ambaye pia amefanya mengi ambaye naweza nikasema yameweza kuonekana, na ni papa ambaye aliweza kumkaribisha Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kwenda kwenye eneo lake au kwenye nchi yake ili aweze kuunga amani na upendo, kuconnect muungano, kuconnect mambo yaweze kufanyika vizuri, yanaweza kujenga jamii, yanaweza kufanya vitu viweze kwenda sawa ndani ya uongozi, ndani ya nje na nchi ya na nchi hii ya Tanzania.
Naweza ngasema ni papa ambaye amefanya vizuri kwa maelezo ambaye yanaonekana, na ni papa ambaye alikuwa shupavu na muonekano wake umefanya vizuri kwenye wengi, na wengi wamekuwa wakichukua mfano kutoka kwake. Naweza ngasema mwisho wa yote Mungu alitoa na sasa ametoa, jina lake libarikiwe. Na ikumbukwe kuwa mtu yeyote aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache, nazo zimejaa taabu. Lakini zaidi ya yote tumche yeye, kwa sababu mwisho wetu unafahamika kwake Mungu, ila sisi wanadamu hatufahamu chochote. Na pia Papa Francis kwa sasa kwa kufariki, chanzo chake hakifahamiki vizuri, lakini kwa maelezo mafupi kutoka kwenye uongozi wa Vatican imesadikika kwamba ni tatizo la upumuaji. Inaonekana amepata shida kidogo wakati wa kazi zake, ameweza kuwa anapumua kwa shida, na inaonekana kabisa kwamba amekuwa akipumulia mashine hizi siku za mwishoni mpaka umauti wake kumkuta. Naamini taarifa kamili au taarifa nzuri zaidi kuhusu mambo yaliyomkuta na nini kinaendelea katika jimbo hilo au huko Vatican tutaendelea kuyasikiliza na kuyaona, na tutazidi kukuletea tena taarifa mbalimbali tukiwa hapa kwenye chaneli hii ya Manyoya TV. Ndugu yangu, kama bado hujasubscribe, na kuomba bonyeza alama ya subscribe kisha alama ya kengele. Utakuwa umejihakikishia kupata taarifa zote zitakazokuwa zinarushwa kwenye chaneli hii ndugu yangu. Usisahau pia kushare, kucomment na vitu vyote vitakavyokuwa vinaendelea. Ndugu yangu, niseme bye bye, na mimi ni Sandaleji.